Okay, karibu tena katika chaneli yetu ya Gerald Jensen. Natumani leo tujifunze kitu kimoja, kuongeza uwezo wako binafsi. Unajua hata kwenye magari, kwenye pikipiki, kuna pikipiki mnasema hii inaweza kupita kwenye barabara mbovu, hii haiwezi kupita kwenye barabara mbovu. Kuna pikipiki utakuta kuna TVS, kuna Sunlogy, kuna Boxer, kuna Sinoray hizo. Kwa kila pikipiki inakuwa na uwezo wake binafsi. Hata kwenye magari kuna ST, kuna hizi Harrier, kuna Range Rover. Tunaamini kwamba Range Rover inapita hata kwenye barabara mbovu kulingana na uwezo wake ambao imetengenezewa. So nataka tujifunze kitu kimoja, kwamba katika maisha ni vizuri kuongeza uwezo wako binafsi. Unapewa vitu kulingana na uwezo wako binafsi wa kuvitawala. Tukisoma habari za wale watumwa waliopewa talanta, kwamba mmoja azalishe 5, mwingine mmoja alipewa 5, mwingine alipewa 2, mwingine alipewa 1. So tukisoma hapa ni kitabu cha Mathayo sura ya 25 kuanzia mstari wa 14. Tunasoma, maana ni mfano wa mtu atakaye kusafiri, aliwaita watumwa wake, akaweka kwao mali zake, akampa mmoja talanta 5, na mmoja talanta 2, na mmoja talanta 1, kila mtu kwa kadiri ya uwezo wake. Nataka nikazie hapa kwenye neno kila mtu kadiri ya uwezo wake. So katika maisha unapewa vitu, hata kama ni Mungu, ni watu, ni serikali, inakupa kitu kulingana na uwezo wako. Iwe kwenye nyadhifa za uongozi, iwe katika ni nyadhifa za kazi, biashara, hata kama jukumu ya kikanisa pia unapewa kulingana na uwezo wako. Uwezo wako unatengenezwa pale ambapo haupo kwenye eneo lolote, au hata kama upo kwenye eneo lolote unajiongeza wewe mwenyewe. Iwe kwenye biashara, uwezo wa kuongoza biashara unategemeana na uwezo wako binafsi, kwamba uwezo wako ukiwa ni wa kumiliki milioni 10, hata benki, kienda benki ukisema unaenda kuchukua mkopo, wanakupa kulingana na uwezo wa biashara yako. Hata kama una asset zinazoweza kubeba mkopo wa milioni 20, kama biashara yako haiwezi kumaintain mzunguko wa milioni 20, haupoi, kwa sababu hawajakuamini bado, kwa sababu wanaona biashara yako bado uwezo wake ni mdogo. So personal ni muhimu sana kujiongezea uwezo binafsi. Uwezo binafsi inaweza katika kufikiri. Wapo watu wengi ambao wameandika vitu vingi, vitabu, makala katika mitandao ya kijamii. Unaweza ukapitia, kwa sababu sasa hizi dunia ipo kiganjani. Unaweza kuimprove wewe mwenyewe kwa kupitia vitabu, kusoma neno la Mungu, kuangalia makala ambayo watu wamesoma tofauti, ambao wameandika watu tofauti, ili kujiongezea uwezo. Hata katika serikali mtu anaweza akapewa nyadhifa, sio kwa sababu ana vyeti, ana uwezo wa ushawishi, but uwezo wake wa kustahimili mambo, je, anao? Ujiongezee thamani yako, utapewa kulingana na thamani. Kama aliyepewa 5 alipewa kulingana na uwezo wake, aliyepewa 2 alipewa kulingana na uwezo wake, 1 alipewa kulingana na uwezo wake. Hivyo hata katika maisha utapewa vitu kulingana na uwezo wako. Uwe ni kwenye uongozi, ni kwenye siasa, ni kwenye masuala ya kidini, ni kwenye uongozi, kwenye biashara, utapewa vitu kulingana na uwezo wako. So ili watu wakuamini, mpaka wakuone uwezo wako. Hata mchezaji wa mpira ili wamnunue kutoka kwenye timu moja kwenda timu nyingine, lazima waangalie uwezo wake wa kucheza. Kwa hiyo ni muhimu sana kuongeza uwezo wako katika kila eneo. Unajua wewe mwenyewe una eneo lako, iwe katika biashara, siasa, uimbaji, watu. Kila mtu kwenye eneo lake. So kwenye eneo lako hakikisha una sehemu ambayo unaweza kuongeza. Jiongezee thamani, improve yourself, add value to yourself. Usiwe mtu wa kawaida kwamba tukiwaweka wawili wewe unatolewa na chukua mwingine. Kwani wewe utolewe? So improve yourself, make it practice daily, you become perfect. So nashukuru sana kwa kuwa umeendelea kuwa pamoja nasi. Usisahau kusubscribe, comment na kushare. Asante.